Haleluya. Kumbe alikazana na kujenga, kaweka mali nyingi. Kwa nini? Ili aiokoe familia yake. Wewe mama, wewe baba, wewe mshiriki mwenzangu, hata kama ni kiongozi wa kanisa, cha kwanza unachotakiwa kushughulikia, usishughulikie washiriki wa hili kanisa waokolewe. Shughulikia kuokoa kwanza nyumba yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Shughulika na nyumba yako kwanza. Na hata hivyo kila mmoja alikuwa akashughulika na nyumba yake, tungekuwa na washiriki ndani ya kanisa ambao wameokolewa. Haleluya. Wasio na shida. Lakini leo tuna washiriki wako ndani, na hata ukidondosha shilingi 200 huko ndani wakaokota, hawarudishi. Kwa nini hawarudishi? Kwa sababu kosa hilo limeanzia nyumbani kwao. Lakini wakitengeneza nyumbani wakaja hapa, tuna washirika walionyooka. Haleluya kanisa. Sasa cha kwanza unachotaka kuhakikisha familia yako imeokolewa. Ndipo uje ushughulike kuokoa familia zingine hapa kanisani. Huna uhakika kwamba nyumba yako imekwisha okolewa, ishughulikie kwanza. Kwa nini? Kwa sababu Nuhu alionywa kwamba kuna safina, kuna gharika inakuja. Ili sasa hiyo gharika uikwepe, jenga safina, ujiokoe. Haleluya. Na alipoijenga kwa mali zake, ilikuwa ni rahisi. Hata Biblia inasema katika Mwanzo sura ile ya 6, katika Mwanzo sura ile ya 7 fungu la kwanza, Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Ndio maana Mungu alipotoa wito wambia ingia wewe na jamaa zako, ilikuwa ni rahisi Nuhu kuingia. Kwa nini? Kwa sababu mali yake ilitangulia. Nami nawaambia washiriki hapa udhiru, cha kwanza ambacho tunapaswa kufanya, hakikisha mali yako inatangulia juu ili itimizwe. Moyo wako mahala ulipo ndipo hazina itakapokuwa. Ukileta hazina, moyo umepatikana. Ukiueleta moyo, hazina imepatikana. Kwa kuwa tumeamuriwa tuweze kutanguliza na kwetu, ushauri wetu ni huu: jiwekeni hazina mbinguni, ili atakaposema ingieni, muingie na msitoke tena. Otherwise, ukishindwa kutanguliza mali, ukishindwa kutanguliza mali ambazo ziko connected na moyo wako, hazina yako isipoingia kule juu, huwezi fika. Kama watu wa gharika waliingia hadi ndani ya safina, wakakaa siku 7, na siku ya 7 wanachomoka mmoja mmoja, ndio wakabaki 8. Kwa nini? Kwa sababu moyo wao hauko ndani. Ndivyo ilivyo. Ili sisi moyo wetu ubaki salama, ni kutanguliza hazina zetu katika ufalme wa mbinguni. Na unajua jambo la pekee ili nikueleze. Mnajua mbinguni tutaingia tukiwa tumebadilishwa, si ndio? Hatutaingia na kumbukumbu za dhambi, si ndio? Sasa naomba mnijibu. Kama tutaingia na kumbukumbu za dhambi, kwa nini tutamuuliza Yesu ndugu zetu wako wapi? Kule mbinguni kila mmoja ana kiti chake. Bwana asifiwe. Ninarudia. Kule mbinguni kila mmoja ana kiti chake, kimeandikwa kwa majina ya kwake. Haleluya. Amen. Na kila kiti hakikaliwi na mtu yeyote. Usipoenda kitabaki wazi. Sasa watakaye na mbinguni ni maelfu. Hiyo ni hesabu ya kwetu elfu, si ndio? Lakini mimi maandiko yanasema ni wengi kama mchanga wa nini? Kwa kuwa kila mmoja ana jina lake liko pale. Kitakachofanyika ni hiki. Biblia inasema hivi: tukiingia kule mbinguni siku ya 7, tukipokelewa katika geti la mbinguni, malaika anampatia Yesu taji kila mmoja. Yesu anaweka juu ya kichwa chake. Yesu hana kazi
ya kukuelekeza kwamba nenda kakae mahala fulani, wala malaika hana kazi ya kukuelekeza kwamba nenda kakae mahala fulani. Ila ukishapewa taji ukabishwa, Yesu anasema karibu katika ufalme wa Baba yako. Haleluya! Akishasema hivyo, wewe mwenyewe utatafuta mahala ambapo jina lako lipo, na utalipataje? Mahala moyo wako ulipo, mahala hazina yako ilipokaa, ndipo moyo wako utakapokuwa. Kwa kila mmoja atajitafuta. Bwana asifiwe. Sasa wale ambao vya kwao wamekuingia hawatafika, na kwa kuwa hawafiki, majina yao yatabaki wazi. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu yanaonekana, kisha ndipo tunamuuliza Yesu, mbona jina la Milton kitu chake iko hapo na kinani? Mbona hayupo? Ndipo Yesu tunasoma tukiambiwa atatuonyesha maisha ya kila mtu mmoja. Angalia, Milton alikuwa na wahubiri pale udini, lakini angalia maisha yake jinsi yalivyo. Na ndio maana tunasema kama ni hivi, tutamwambia kisha tutasema ni za kweli na za haki hukumu zako. Tumejuaje? Tutahukumu, tutaona. Sasa matia moyo ili ulinde kitu chako kilichoko kule juu. Hakikisha hazina yako inatangulia. Amen. Ninarudia, hakikisha hazina yako inatangulia. Amen. Ikifika hazina, moyo wako umefika. Amen. Na moyo wako ukifika, kiti chako kimelindwa, na kiti chako kilindwa, ukiingia utaenda kuikalia kwa utukufu wa jina la Bwana. Amen. Kwa hiyo baada uko hai leo, fanya kazi. Mungu anapokubariki, hakikisha unakuwa wakili mkamilifu. Amen. Niwaambie, sikilize Biblia kile ninachosema. Ni taa inayotuongoza. Bwana asifiwe. Amen. Tusaidisha wiki hii na ule. Kuna watu naona hapa, mtakapoondoa nadhiri na kurudisha sadaka za Bwana mlizozuia wiki hii, mambo yenu Mungu atayatengeneza vizuri. Amen. Hata msiseme amen. Nimesema hivi, kuna watu huko ndani, ninyi wenyewe ndio mmekuwa vizuizi vya baraka zenu. Mkiziondoa, mkazirudisha katika madhabahu ya Bwana, nawaambia ikifika siku ya Sabato kuna shuhuda nyingi zitatokea hapa. Amen. Maana kilicho cha Bwana umekileta. Na wewe usikatalie, uliyekuja leo, njoo kesho. Bwana asifiwe. Usikatalie nyumbani. Njoo kesho ujifunze, ili uangalie kwamba kwa nini Mungu anatupisha hatua kwa hatua, maelekezo yake ni yapi, na kwa nini hasa. Maana moyo wako ukipatikana, hazina imepatikana. Ikifika kule juu, umelinda uzima wako wa milele. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Amen. Simame na wimbo wetu namba 50.